Kwenda. Mimi naitwa Laurent Fanol kutoka Ujuzi Kazi. Leo acha nikwambie kuhusiana na ndege aina ya tai. Kuna mambo mengi sana ambayo yafahamu kuhusiana na tai. Na leo nitakwenda kukwambia mambo kadhaa kuhusiana na tai ambayo ama kwa hakika yatakuacha mdomo wazi ama kukustaajabisha. Kitu cha kwanza kuhusu tai, wacha tuangazie kuhusiana na macho yake makali, ambapo tai wana uwezo wa kuona kwa usahihi mkubwa na unaokadiriwa kuwa mara 4 hadi 8 bora kuliko binadamu. Hii inawawezesha kuona mawindo kutoka umbali mkubwa akiwa angani kama vile sungura mdogo, na anaweza kuona kwa umbali wa kilomita 3 akiwa juu angani. Kitu kingine ambacho pengine ukifahamu kuhusiana na tai ni nguvu ama uimara wa mikono pamoja na mdomo wake. Tai wana mikono yenye nguvu na mdomo wenye nguvu ambao umeundwa mahususi kwa ajili ya kuinda na kupasua nyama. Mikono yao ina uwezo wa kutoa nguvu zaidi ya paundi 400 kwa kila inchi mraba, sawa na kushika na kubana kitu kwa nguvu sawa na ile ya simba. Mfano ni tai wa dhahabu, Golden Eagle, ambaye anajulikana kwa uwezo wake wa kubeba mawindo mazito kama mbuzi wadogo. Huyo bwana ndio tai. Kitu kingine ambacho ukifahamu kuhusiana na tai, upana mkubwa wa mabawa yake. Yaani tai ana mabawa marefu akiyatanua, ama kwa hakika utastaajabu. Tai wana upana wa mabawa ambao unaweza kutofautiana kati ya miguu 5 hadi miguu 7, ni sawa na futi 7.5 hivi kulingana na aina ya tai. Tai wenye upana mkubwa mabawa duniani ni tai mwekundu anayefahamika kwa jina la Andreas Kondo, ambaye mabawa yake yanaweza kufikia mpaka miguu 10, na maanisha zile nyayo za binadamu 10, sio miguu, sio hatua. Hapa zizungumzii hatua, nazungumzia miguu 10 ya mwanadamu. Lakini kitu kingine ambacho kifahamu kuhusiana na tai, ana mchomo wa kasi sana, yani high speed diving, na wakati wa kuinda tai anaweza kuanguka kwa kasi ya zaidi ya maili 10 kwa saa. Mfano wa kuvutia ni tai wa Peregrine Falcon, anajulikana kuwa ndege mwenye kasi zaidi duniani, akifikia kasi ya hadi maili 240 kwa saa wakati anashuka juu kuja chini ili kuchukua lile windo ambalo tayari anakuwa ameliona akiwa kutoka angani. Lakini kitu kingine kuhusu tai, mahusiano ya muda mrefu. Hawa tai wana long term mate. Aina nyingi za tai huunda mahusiano ya muda mrefu na kushirikiana katika mambo mbalimbali ikiwemo kwenye kulea watoto. Lakini kitu kingine ambacho kifahamu kuhusiana na tai, kulingana na aina ya tai, wanaweza kula samaki, mamalia wadogo, ndege na hata wanyama waliokufa. Huyo bwana ndio tai, anaweza kula milo mbalimbali. Na kitu cha mwisho kuhusiana na tai, wana uwepo wa kimataifa wa global preference. Tai wanapatikana kwenye mabara yote isipokuwa Antarctica, na wanaishi katika mazingira mbalimbali kama vile misitu ya mvua, milima mirefu, nyasi za savana na maeneo ya pwani. Mfano ni